Alama! Mama, mlango umejifunga. Katika jina Yesu, katika jina Yesu, toka! Fire! Fire! Mwache huyo mdoli. Moto! Moto! Toka! Katika jina Yesu! Damu! Fire! 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 Katika jina Yesu! Toka! 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 Fire! Jina Yesu! Toka! Toka! Katika jina Yesu! Katika jina Yesu! Mama! 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 Yesu. Yesu. Apa umefikaje? Mama yuko wapi? Rafiki yako ni mdoli? Wenjo, usiniite mimi mdoli. Yesu. Kila nguvu za giza zilizoshuka mahali hapa ninaziteketeza, ninaziharibu, ninazivunja katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu. Moto! Moto! Toka! Katika jina Yesu! Damu! Fire! 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 Somebody to help me!
Moto, toka katika jina la Yesu. Moto, nakurushia moto. 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 Toka katika jina la Yesu. Fire. Yesu nishike mkono peke yangu. Siwezi Baba, na wachawi ni kama moto, wanachoma imani yangu. Yesu nishike mkono peke yangu. Siwezi Baba na waganga. Nyumba nzuri. Mama, hata hapa tusiame. Unaipenda wanangu? Ndio. Unaipenda wanangu? Ndio, tunaipenda. Dalali kanipatia sana. Nzuri. Ndio mwanangu. Nyumba nzuri. Natafuta nyumba nzuri. Mwanangu, hapa tuko unajisomea. Mama, peleka mizigo ndani. Peleka mizigo ndani. Begi langu. Mama. Nini mwanangu? Mboga na chumba. Chumba gani? Hiki. Begi liko wapi? Mbona silioni? Skola naye umezidi uoga. Hebu twende sebuleni. Enjo, lete pochi yangu na kapu hapo niende sokoni. Mama. Ndoto yako nini? Uliota nini? Ulikuwa unaogelea kama samaki? Haya mwanao. Mama hivi hapa. Haya, shika kapu hili twende sokoni. Wewe mwanangu unaenda sokoni.
baki hapo kufanya usafi, mazingira yakaa vizuri. Nikija nikute nyumba ni safi, umenielewa? Sawa mama, sasa kuleta na zawadi. Haya mwanangu. Haya. Yesu astahili heshima tukufu. Yesu astahili heshima tukufu. Karibu. Mbona hakuna mtu au watoto wa majirani? Yesu. Angel. Go chumbani.
Karibu Enjo. Karibu Enjo. Karibu hapa, karibu hapa, karibu hapa. Yes. Yes. Yes, Mama. Yesu nisaidie. Yesu nisaidie. Hapa niko wapi? Mbona sikuelewi? Kwa kweli nyumba ina mauzauza. Kaka, kwani ulileta mimi mjini? Somebody to help me. Ngoja kwanza nimpigie udalali, maana hata sielewi. Halo kaka. Halo sister. Kakaangu. Yaani pale uliponileta nimejikuta niko sehemu nyingine tofauti, maana nimetoka nimeenda dukani kuemea. Narudi najikuta niko sehemu nyingine tofauti na pale uliponileta kakaangu. Labda sister utakuwa umekosea tu sehemu lakini pale pale. Hapana kakaangu, sijakosea. Maana nimetoka nikiwa najua kabisa nimemchukua boda, alikuwa kabisa najua mazingira ninayofika, na nimefika hapa nyumbani najikuta niko sehemu nyingine tofauti na pale uliponileta. Sister utakuwa umekosea tu sister. Sababu cha kufanya nini sister? Ndio kaka. Chukua boda boda. Mwambie akupeleke Goba kwa mashuka. Goba kwa mashuka? Alinitafuta Kalvari, akanitoa na mizigo. Iyo Kalvari, iyo Kalvari, alinitafuta Kalvari, akanitoa na mizigo. Iyo Kalvari, iyo Kalvari. Unafunga mangapi? Kumbuka unafunga mangapi? Moja. Ila pili sasa. Changamka tena. Sasa. Endelee. Hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uwezo wa nguvu zake. Vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kupingana na hila za Shetani, kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Pino. Leo kazi unayo. Pino kazi unayo leo. Alikuwa utakimbia leo. Leo utakufunga mpaka sasa. Kazi unayo kaka. Yaani mpaka utakimbia leo. Haya bwana. Ushaangalia hivi. Unafunga magapo sasa, unafunga mangapi? Ona ngapi? Na magapo siku nataka kufundisha. Shikamoni.
kina kaka, shikamooni. Baba, katika jina la Yesu ninaharibu kila nguvu za giza zilizoshuka mahali hapa, ninaziteketeza, ninaziharibu, ninazivunja katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu. Ni milima Wenjo, usiniite mimi mdoli. Yesu. Moto! Nashushia moto! Sitaogopa mabaya nitakapopita katika pande la uvuli wa mauti. Moto! Nashushia moto! Nateketeza! Moto! Asante Yesu. Asante Yesu kwa kuniwezesha. Asante Yesu. Siwezi Baba, ni milima na mabonde mengi. Yesu, nishike mkono peke yangu. Siwezi Baba, na wachawi ni kama moto, wanachoma imani yangu. Yesu, nishike mkono peke yangu. Siwezi Baba, na waganga ni kama moto, wanachoma imani yangu. Yesu, nishike mkono peke yangu. Siwezi. Asante Jehova, asante Mfalme wa amani. Najua Mfalme wa amani, ipo siku utatenda, na leo Mfalme wa amani umetenda, na siku zote Mfalme wa amani utatenda. Asante Mfalme wa amani, na kushukuru Mfalme wa amani, nikisema asante Yesu, asante Mfalme wa amani. Kaka samani, unapajua Goba? Goba Center? Ndio. Eti kutoka hapa mpaka uko Bega? Hapa mpaka Goba Center ni 10. Mbona kubwa sana? Mbali kutoka hapa. Basi twende kaka.
Nakuja. Sasa hizi dada. Salama, shikamoo. Karibu mwenyeji wako. Sio mimi ni mwenyeji. Dada samahani. Yes, unajua vipi kusema na hii nyumba? Mimi ninavyojua hii nyumba wanakaa kaka wawili kana na pili. Dada, mimi nimehamia leo, dalali kanileta asubuhi hii. Yaani kwanza nimehamia naona mauzo mpaka sasa hivi. Oh, unaishi humo ndani? Ndio nimekuja leo, dalali kanileta. Mimi ninavyojua dadangu hii nyumba wanakaa kaka wawili mpaka leo asubuhi nimeona kana na pili. Mabonde mengi, Yesu nishike mkono peke yangu, siwezi. Baba ni milima na mabonde mengi, Yesu nishike mkono peke yangu, siwezi. Baba na wachawi ni kama moto, wanachoma imani yangu, Yesu nishike mkono yangu, siwezi. Baba na waganga ni kama moto, wanachoma imani yangu, Yesu nishike mkono peke yangu, siwezi. Ndio hii nyumba dadangu, ingia tu jione mwenyewe leo mwaka. Karibu. Dadangu, naona mazingira. Yaani nimechoka, kila ninapoingia najikuta nimetokea sehemu nyingine. Ndio kama hivi unaona nimetokea huko. Yaani nimeshachoka kuanzia sasa. Nimeamini ile nyumba iliyohamia na maneno gani sasa mtani watu wanasema kuswali vijana wawili. Kano na Pino, sio watu wazuri sana. Lakini dadangu, kwa vile nimeshuhudia na mimi, nataka kushauri jambo. Tunamwamini Mungu. Namwamini kabisa, tena nimeokoka dadangu. Basi kuna nabii mmoja yuko pale mtaani, anakaa pale maeneo ya container, naomba nikupeleke kama kijana. Twende dadangu, nashukuru. Nenda dadangu, naomba tu nipeleke kwa huyo mtumishi. Yaani twende maki, nimechoka. Yaani nimechoka. Pole sana. Kila Mungu yupo kama maisha yenyewe kama hivi yangu. Mungu wangu. Dada, pole sana. Asante dada. Lakini ile nyumba nimeamini hapa tusema na watu. Ndio nimeamini. Kwamba wale vijana sio watu wazuri.
Mama, mlango umejifunga. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninabariki maji haya. Nitakapoenda kumwagia nyoka aweze kuteketea. Moto! 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 Asante Yesu. Asante Yesu. Asante Yesu. Kiukweli mtumishi wa Mungu, mimi mwenyewe ninaamini katika huduma za manabii, lakini kiasi fulani, mtumishi wa Mungu, nimehudumu kwenye nyumba ya Mungu kwa muda mrefu sana, lakini mafanikio kwangu yamekuwa ni ya shida sana. Mke wangu nilikuwa naishi naye, imefika sehemu sasa imekuwa ni dharau kupita kiasi, make nashindwa kuelewa. Sasa nitaka kuja kujua hili swala kwamba kwa sababu mimi nahubiri katika hali ya kawaida, lakini watu wanipokei kama vile watu wengine wanavyotumia mafuta, wanavyotumia vitu mbalimbali. Kwa mimi nikakaa nikafikiria, mwisho wa siku nikasema hapana, nitakwenda kwa nabii mtoto ili aweze kunipa elimu kidogo juu ya hizi habari za mafuta, kwa sababu kila anayekuja kanisani kwangu anakuwa anahitaji mafuta, anahitaji maji, anahitaji na vitambaa na vitu vingine. Lakini mwisho wa siku mimi huduma yangu haikui, kwa sababu mimi ninaamini katika neno tu. Sasa mwisho wa siku mimi naonekana ni mshamba. Mke wangu mwenyewe maelewano yanakuwa ni madogo, na hata waumini wangu wanakuwa wanaondoka, wananiambia huduma yangu mimi ni ngumu. Kwa hiyo nabii wa Mungu, mimi nilikuwa naomba tu udadavuzi kidogo kuhusiana na habari za mafuta. Hili swala limekaa. Ni kweli uliyosema kwamba watu wa sasa hivi wanaangalia maisha ya kuponywa kwa maji na mafuta, na hata makanisa mengine wanachukua hata nguo ili kuaminisha kwamba vile ndio tunaponya. Lakini kwetu sisi hatuamini kupitiana na hivyo vitu, bali sisi tunafanya kama ishara. Sijui unaelewa? Kwa hiyo hata kulingana na kanisa lako unaposema kwamba watu wanakimbia kwa kuwa hawafuati yani mwenendo wako na mtu anashindwa kufuata utaratibu wako, ni kwa sababu ya hivyo vitu. Ukiangalia kweli wewe unahubiri tu, hautumii vile vitu. Kitumia labda ni kwamba umwambie aende akafanye kitu fulani, lakini tusiweze kuvitumia vile, kwa sababu vile ni ishara. Na hata ukisoma katika Biblia, Mungu amesema tusiviendekeze vile vitu, maana ni kama sanamu, unaona. Kwa hiyo vile tunavitumia kama ishara. Na kulingana na familia yako, zidi kumomba Mungu. Na ni hata nikiangalia mbele na zidi unapomtumikia Mungu, ninauona kuna uwepesi. Hata kama kuna wachache au kanisani mwako, usijali, kwa kuwa tunamtegemea Mungu, hata mbeleni wataweza kuongezeka. Kwa hiyo zidi kuomba na kumwamini Mungu, na uzidi kujiweka kikamilifu mbele za Mungu. Yaani mtumishi wa Mungu wameondoka wote. Kanisani mwangu mimi nimebaki na watu sijui 4. Hao pekee ndio nimebaki nao. Lakini mwanzo nilikuwa kidogo, speed yangu ilikuwa sio mbaya. Nilikuwa na watu 27. Lakini sasa hivi wamebaki watu 4. Sasa mimi ninaishi vipi kutokana na hiyo sadaka mtumishi? Au usiangalie idadi ya watu kwamba ni 4. Lakini kwa kuwa sisi tunaamini kupitia neno, hata hao 4 wanaweza kuongezeka zaidi ya hapo. Amina mtumishi wa Mungu. Mimi nashukuru sana kwa ajili ya hayo ambayo umeweza kunishauri. Sasa haina shida. Karibuni. Amina. Amen. Mtumishi, kwa majina naitwa Justina, nakaa mkao hapo Konte. Leo asubuhi nimekutana na huyo anti hapa, amenieleza matatizo yake kuhusu nyumba yake. Nikaona nimeelezana. Isitoshe pia mimi pia nimeshuhudia, yaani nimeshuhudia mauzauza mingi sana. Kwa naomba akuelezee mwenyewe ndio namsaidia. Tunapoongea sasa hivi, sielewi, naona mauzauza tu kwenye hiyo nyumba. Na hapo kwenye nyumba mmehamia lini?
Nimehamia asubuhi, nimeletwa leo asubuhi hivi ninavyokuambia. Nimeletwa leo asubuhi na dalali. Lakini kila ninapoingia kwenye ile nyumba naona mauzauza. Mara najikuta nimetokea sehemu nyingine. Yaani sielewi mtumishi, naomba msaada wako. Na mwanangu nimemwacha hapo kwenye nyumba, sielewi katika mazingira gani mpaka sasa hivi. Okay. Tutaomba kwanza, then tutaenda kwenye nyumba. Asante. Lakini si unaamini kutoka kwa Yesu yote anaweza? Ninaamini na nimeokoka, nampenda Yesu. Okay, naweza mkasogea hapa tutasali kwa pamoja tuende nyumbani. Asante. Nani? Hapana, siwezi kufungua mlango. Kama ni mama yangu sema damu ya Yesu nifunike. Fungua mlango, mimi ni mama yako. Hapana, siwezi kufungua mlango mpaka useme hivi. Damu ya Yesu nifunike mwanangu. Fungua mlango. Damu ya Yesu nifunike. Damu ya Yesu nifunike. Fungua mlango. Fungua mlango. Fungua mlango, naomba ni mwanangu. Ndio huyu hapa mwanangu. Ndio huyu mwanangu. Basi. Usikale. Mwache huyo mdoli. Acha cheze, mama una shida gani? Mama, ndio langu. Sawa mama, ni kweli tunaweza kufika. Basi tunaweza kwanza tukamwomba kwanza Mungu, afu nyingine tuendelea. Kwa hiyo tujikusanyeni kwanza tusali kwa pamoja ili tuweze kupata kipindi. Moto! Moto! Toka katika jina la Yesu! Fire! 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 Katika jina la Yesu! Toka! 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 Fire! Jina la Yesu! Toka! 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 Fire! Fire! Toka katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, toka! Fire! Fire! Asante Yesu. Asante Yesu. Asante Mungu kwa kuweza kunikomboa mahali hapa. Asante Bwana kwa kuweza kuonekana mahali hapa. Asante Mfalme wa amani kwa kuwa umeweza kutenda miujiza yako mahali hapa. Nalishukuru jina lako kwa kuwa wewe ni mkuu siku zote na unazidi kuwa mkuu. Asante Mfalme wa amani. Asante Bwana. Asante Yesu.
karibu tujiunge pamoja. Kama mlivyoona, Mungu ameweza kumkomboa kama alivyoweza kumkomboa mtoto wako mtumishi huyu. Kwa hiyo msiweze kumwogopa tena, maana Mungu ameweza kumkomboa na kumweka katika uhai upya tena, maana alikuwa ametekwa na falme za Pino. Kiukweli maisha sasa hivi ni ya raha sana. Unaona sasa hivi tuna pesa, tuna kila kitu. Tena hapa nina mpango wa kuleta chuma kikali humu ndani, kio kinafua kila kitu. Unajua sisi tuna hela kaka. Maisha gani tunakaa wapweke kama hivi? Hamna mtu anayepita pita hapo. Angalau tupate hata mfanyakazi wa kike mzuri. Unajua tena kaka, maisha yanahitaji starehe. Kaka tutumie pesa kaka, tuna hela. Tumia pesa kaka, changamka. Kiukweli kana maisha ni mazuri sana. Ni mwenyewe kwa sasa nahitaji nianze kuenjoy maisha pamoja na ndugu zangu, au unatonaje? Pino, hivi unajitambua kweli wewe? Sikumbi ushasahau masharti yote tuliopewa. Ani Pino, mimi siwezi kukuvumilia kwa huo ujinga unaotaka kuleta humu ndani. Unasikia Pino? Hizi hela tumehangaika kutafuta wote. Ukileta kitu chochote ambacho hakihusiana na yale masharti, hatutoelewana humu ndani. Siwezi kukuvumilia hata siku moja kaka. Hebu acha zako bwana. Basi nimekuelewa. Mfanya nenda kalete bahasha ili tuzalishe, maana leo ni siku ya kuzalisha. Ani Pino, nafuata hiyo bahasha. Lakini kama ukijua ndio sawa nataka kulifanya, masharti haya yazingatiwe Pino. Acha kufeli kabisa. Karibu, tupo ndugu yangu. Hapa ndo nyumbani, jisikie huru. Shikamoo. Marahaba. Bwana Kani, huyu ndo yule mdogo wangu nilikuwa nakwambia atakuja. Hivyo kwa sasa ndo ameshawasili basi. Karibu mgeni. Ngoja basi nimpeleke chumbani. Sawa.
Niambie ndugu yangu, mbona umekasirika kiasi hicho? Shida nini? Ngoja nije, kuna kitu nachukua hapo ndani. Kakangu bado hajafa? Hajafa wewe? tunaweza hapa tukaungana pamoja tukaweza kumshukuru Mungu, pia tunaweza tukapata nyimbo moja ambayo anaweza kutuimbia. Okay, basi binti tunaweza kutanzishia yoyote ya kumwabudu Mungu ili tuweze kumshukuru kwa hiyo. Karibu Roho Mtakatifu, karibu Roho Mtakatifu, karibu
karibu Roho Mtakatifu, karibu Roho Mtakatifu. Shuka na nguvu zako, ukaweze kutenda mahali hapa ile siku ile ulipotoa watumishi wako katika Misri. Bwana, tazama ni muda mwingine na majira haya na katika nyumba hii Bwana Mungu, kazidi kutenda mema. Tazama na waleta mbele zako familia hii ambao wameweza kukutumikia wewe na kukuisha mahali hapa Baba, ninawakabidhi mbele zako Mungu, kila ulivyoweza kukitenda mahali hapa. Hatuna haja tena wazidi ya kushukuru, tukisema wewe unastahili mfalme wa amani. Hakuna mwenye nguvu kama zako, maana wewe ndio kimbilio letu katika maishani mwetu. Kwa maana tunakuabudu na kuimbia nyimbo hii tukisema unastahili kuabudiwa. Shuka mahali hapa, shuka juu ya nafsi zetu Bwana. Shuka utuokoe, karibu Roho Dada, unaweza ukaweza kutufungia maombi kwa ili alilotenda na tukaweza kushikana mikono ili Mungu azidi kuwa nasi. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunakushukuru, tunasema asante kwa ajili ya kibali ulichotupatia mpaka muda huu na wakati huu. Tazama, umekuwa mwema, umetutendea, umetenda mambo ya ajabu na kushangaza katika nyumba hii. Tunakushukuru mfalme wa amani, tunasema asante, asante Bwana. Tunainua jina lako tukilibariki. Amina. Tunaweza mambo yote katika tutee nguvu. Amina. Neema Mungu Baba, upendo wa Mungu Baba na ushirika vikae nasi sote sasa na hata milele. Amina.